So a week kabla tufanye mtihani, one of my cousins akakuja akaniuliza, unajua nini inaendelea kweli? Nikamuuliza nini inaendelea. Akaniambia kijana fulani ametuambia amelipa mahari kwenu. Nataka wait. No, wait. No, wait. Make me understand. You in class 8? I was in class 8 and I was 13. No, ulikuwa 13 years. Jumi shule nilianzia class 2, nilifuata sister class 2. So na kuna mtu already amelipa mahari. Yeah, sasa so babako amekuangalia kaona natosha mboga. Unatosha. Wow. So, though I don't blame them. Yeah, of course we are not blaming anyone. Yes. So nikamuuliza kuoleka aje. Sasa nilikuwa na akili ile ya class. Yes. But vitu zingine ulikuwa bado wewe ni kamujinga. Bado sikuwa ushikanishi. Sikuwa nimejua chips na viazi. Sishikanishi. So nikamuuliza unamaanisha nini? Akaniambia wakati umepita, nilikuwa natoka church hiyo church. Tulikuwa naenda PFA, inaitwa PFA. Akaniambia wakati umepita, amewaambia na kijana fulani mwingine hapo akamwambia, huyu msichana wewe nitam Musesia wakwa ninokethia muye Yesu na taiwe nye nitwa Faith wa Mulei na kini kilungu chaku kila ukiendete kya ukusi wakwa na bala twithia atu isisia basa ngai womya mundu na basa mundu ina wikwatyo nthini wa ngai na nienda kutabia kana kilungu ki keteto kwaku ni kondo wosio wa company ya kuwa keki ila isekani eta Motherland Bakers. Motherland Bakers no mo au ma keki asiopio ala twinamo nthini wa nthi itu ya Kenya wina chathi kyaku conduct Motherland Bakers nthio yaku birthday yaku mutwano waku moka full package kwikithia kana yes chathi chaku ni kethia keki ya kwaila kabisa kabisa kwa uma kwenye simu nambani ya simu isu isilitabu kiyoni kyako nende ndukethia we regret it na wako manenga uya yes umusese wakwa muthenyani wa umundi twine buso inene muno pio mundu wa ngai muthenya wa umundi twine buso inene muno pio ya kukomana nomwe katika tangasi nthini wa radio situ cia wa Kenya. Yes ni mama mukonivia sala muthuku mbaya sana wando Rebecca ni wamu urembesha andu ba Kenya kabisa kabisa nende ni kibeti cha mundu ninya wasiana mbingi na batekwa nanga ivinda keka ni munenge mwanya avikie na kutokethia na balo mundi poleni sana twithia twinena kidhoeri nondo mundi mundu la twinake hiki kamba nikimubonyoka lakini wacha tupate na kumsikia aize kujintroduce. Karibu sana. Asante sana. Yes. Mukamba kiadhaka. Hii ndile kikamba peke yake umejua. Anajua hiyo na kuomba maji. Oh. Asante. Naitwa Purity Karemi. Kana ama brand name. Unaweza niita Kai the sanitizer. Yes. So at least kidogo unaweza relate jini nimetoka wapi? Yes. Nimetoka Meru County. Nimezaliwa maeneo ya Igembe North. Kwetu nyumbani wa village inaitwa Miwine. Yes. Purity Karemi, unaweza tuelezea tu wewe kwani umezaliwa mkiwa ngapi na kukua kwako kumekuwa namna gani? Malezi yako yamekuwa namna gani? Mimi nilizaliwa nyakati zile wazazi walikuwa wanazaa watoto wengi. Yeah. Tumezaliwa wa 7. Wasichana. Only. Yes. Wasichana 4. Yes. Na vijana 3. Mimi ni wa pili. Kwa familia ya Stephen Muturia. Yes. Wow. Karemi, kukua kwako kama mtoto unaweza sema wewe umekuwa mtoto wa namna gani? Mimi nimekuwa ama nimegrow kama mtoto tu wa kawaida. Kucheza zile michezo za nyumbani unaelewa. Sijalelewa town, mimi si mtoto wa Serelak. Mimi ni mtoto yule amelelewa nyumbani, najua kulima, kuchunga pia. Tena nimekuwa mtoto wa amelelewa kwa dini. Napenda kanisa. Wow. Yes. Karemi, programu yetu ambayo umekuja ama tuko nayo siku ya leo, tunataka tuangalie safari ya mwanadamu. Na huyu ni mwanadamu ambaye ameokoka. Tunataka tuangalie safari imekuwa namna gani.
umepitia changamoto, ni vipi umeweza kutoka ndani ya hii changamoto, ni vipi Mungu ameweza kukusaidia. Maanake hapa tuko tu hapa kuinua ukuu wa Mungu. Maana unapata kuwa wateule wakati mwingi, wakati unapitia mapito, unahisi kwamba kana kwamba ni wewe tu peke yako. Lakini wakati mtu anapatana na mtu kama wewe, amweleze changamoto ambayo ameweza kuipitia katika maisha, na umbali Mungu amemleta, na umbali ako na matumaini Mungu anampeleka, na basi tunaweza kutia mtu moyo. Na kwa hivyo Karimi, naomba tu tupeleke katika safari yako aswa ya masomo. Umesoma namna gani? Umefika wapi? Ama kama hukuenda shule basi tupate kujua. Kusoma nilisoma. Venye nilitangulia kukuambia niligrow kwa familia tu ya kawaida. Wazazi ni vile unasema hawakuwa na uwezo vile. Wow. But at least tungeweza kukula. That humble background. Yes. Okay. Tungeweza kula hata kama ni mara moja ama mbili kwa siku. Tungeshukuru. Saa ikafika muda si tumesomea shule zile zinaitwa public schools. Nimesoma pale. But kidogo ikafika mahali unaona vitu zingine we don't blame our parents. Yes, but sasa unaona mzazi kitu moja anafanya, anaona hii nikifanya jambo hili ni kama ni la faida kwa mtoto wangu. Yes. So mimi nikiwa mtoto wa pili kwa familia, dad alikuwa anajua mimi ni mwerevu sana shuleni. Ikafika mahali kutoka class 5 pale akaona, unaona mzazi anasema huyu mtoto atapita alafu atanitia aibu. Ataenda, nitampeleka wapi? Nitampeleka wapi? So kapata dadi wakati mwingine anaona huyu ni kama ashakuwa mkubwa. Unajua sasa amekuwa mtu mzima. Dadangu mkubwa kidogo aliachia shule mahali fulani sababu ya kukosa uniform. Karo. Sio karo, uniform. Yes. Oh, okay. So akaacha dad naye akaona huyu naye anasukuma sana, sijui anaweza fanyaje at least au wengine wako nyuma wakuwe sasa ndio wanapush mbele. Kwa nilikuwa naona sometimes dad anaenda ananunua vitabu. Anapatia ndugu zangu wadogo. Na anakuacha mtoto wa kike unabaki pale. Wewe unaenda huyu shangru, I think masomo mahali umefika imetosha. Class 5? Kwa class 5 na mimi sasa nilikuwa napenda sana shule. Ikawa sasa nasukuma naenda, nilikuwa nafuata mama kwa shamba. Kwetu kuna place tunasema ni Jangwani ambayo lina home. Unapata namfuata pale anakata kuni. Nabeba hata kama nilikuwa mdogo, nabeba nakuja naweka hapo. So unajua ukibeba kama za siku 2-3 itatosha ya kuuza. Unakuja nauza, napata pesa ya kununua vitabu na nunua. Nikaendelea hivyo. Nikafika class 7. Nikiwa class 7, 8, nilikuwa nafunza class 5, 6 na 7 hesabu. So walimu wakanipenda sana. So pale ukapata vitu zingine kama kwenda tuition, ili unapata watoto naenda kusoma Saturdays, singeweza kwenda, juu lazima ulipie. So singeweza kulipa. So mimi masomo yangu nilikuwa naanza Monday, namaliza Friday. Then Saturday nafuata mama kwa shamba at least kwenda kutafuta zile kuni zangu. Kaendelea kawaida tukafika class 8. So class 8 ndio mambo yote sasa nafaa nisome. Unafaa uende high school. Niende high school. So ikafika mahali dada kaona hapa naona ni kama kitanipeleka vibaya. Nakumbuka nyumbani kwetu kulikuwa na nyumba 3, ile ya wazazi, jikoni. Jikoni vijana walikuwa nalala kwa sababu tulikuwa wadogo. Na nyumba ya wasichana. So ukapata kwa ile nyumba ya wasichana haiwezi wekwa taa. Taa haiwezi wekwa mafuta, ile sijui kwani mnaita koroboi mtandekera. Ndipo tunaitanga kwetu. So unapata haiwezi wekwa mafuta. Reason nisiende huko kusoma. So lazima tukae hapa jikoni. Okay. Unaona? Lazima tukae hapa jikoni. So for that 1 year nilikuwa mimi nafanya kazi zangu shule, naacha vitabu zangu huko nakuja nyumbani. Sasa mambo ikachemka zaidi wakati nilikuwa almost kufanya mtihani. Class 8. Hizo anze tukifanya mtihani ulikuwa unalipa kuna 300 ilikuwa inalipa. I think registration something like that. Sikuweza kulipa. But one of my English teacher alikuwa anaitwa Mr. Henry something like that, akanilipia. Ndio aliona huyu anaweza ruko na hii exam. Akanilipia. Sasa kutoka pale nikasoma tu tunangoja mtihani. So a week kabla tufanye mtihani, one of my cousins akakuja akaniuliza, unajua nini inaendelea kweli? Nikamuuliza nini inaendelea. Akaniambia kijana fulani ametuambia amelipa mahari kwenu.
Wait. No, wait. No, wait. Make me understand. You're in class 8. I was in class 8 and I was 13. No, ulikuwa 13 years. Mimi shule nilianzia class 2, nilifuata sister class 2. So na kuna mtu already amelipa mahari. Yeah, sasa so babako amekuangalia kaona natosha mboga. Unatosha. Wow. So, though I don't blame them. Yeah, of course we are not blaming anyone. Yes. So nikamuuliza kuoleka ajenju sasa nilikuwa na akili ile ya class. Yes. But vitu zingine ulikuwa bado wewe ni kamujinga. Bado sikuwa ushikanishi. Sikuwa nimejua chips na viazi. Sishikanishi. So nikamuuliza unamaanisha nini? Akaniambia wakati umepita nilikuwa natoka church hiyo. Tulikuwa naenda PFA inaitwa PFA. Akaniambia wakati umepita amewambia na kijana fulani mwingine hapo akamwambia huyu msichana nitamtunza vizuri. So vile waliinsist kumuuliza kwa nini wakajua kuna ndile anafanya hapa chini. So how old was the boy? How old was the man? I don't know, I think. Because I don't think whether he's a boy. I think he's a man now. Yeah. Kama ni mtu anafikiria kuoa. Alikuwa mtu mkubwa. Kama miaka ngapi hivi ukiangalia? Alikuwa kitu 23, 24 hapo. Si ni mtu ako na duka. Mtu ako na duka ushago. Sandi venye waliniambia hivyo ndio sandi nikakumbuka each and every day, every evening. Huyo kijana alikuwa anakuja nyumbani kwetu. Alikuja anapita anaenda kwa nyumba yake na dada. Wanakaa so anapitia jikoni. Anatuambia kwaheri na mimi na bye. Ujui nini inaendelea. Ujui nini unapangiwa. Yes. So mimi vile ndio nikaanza sasa kujua nini ilikuwa inaendelea. So sasa hizo ndio inanikujia kwa akili. So I was very bitter wakati nilikuja kuelewa kitu kama hicho. Lakini sasa nilikuwa naogopa dad sana. Ndio alikuwa anatandikana kama mwanajeshi. Wow. So nilikuwa namuogopa sana, singe confront kumuuliza anything. So kesho yake mimi naenda nakaa jikoni. Kumbe my younger sister alikuwa anajua, alikuwa ashasikia. But sasa ni mimi peke yangu sikuwa najua nini inaendelea. Ya kwamba utaolewa. Mahari ishakulwa. Na baadaye nilikuwa naona tunakula tu vitu na sasa hizi vitu zinatoka wapi? Mjamaa anakuja na kaunga na kamkate kama maziwa pale. Nilikuwa naona kumbe ulikuwa unalisha familia yenu bila kujua. Nilikuwa nakula mahari yangu. Sasa sasa mimi asubuhi the following day nikaenda jikoni kama kawaida. Mstangu ni mchokozi sana mdomo wangu. Na tumekaa pale na mama akaanza kusema watu wengine wanatoa jasho na mapua kama sijui kama ina jina poa kama umbo. Alisema kitu kama hiyo. So mama akajua. Yule that guy alikuwa ni wale watu sweat na mapua. Now your husband to be. Yes, my potential. Okay. Sasa tukiwa pale mama akajua. Akagonga sistangu. Akaniambia Purity, wewe unajua ni mtoto wangu wa kanisa. Mambo yanyotoka kwa sistangu sitaki kusikia anything. So pale vile aliongea ndio nilifunguka roho, nikaongea, mama akajua alishajua. Nikaongea vibaya sana. Na nikatoka nikaenda shuleni. Kufika shule naitwa na mwalimu fulani alikuwa mwalimu wangu wa hesabu. Akaniita akaniuliza Purity, nini tunasikia inaendelea kwa nini? Nini inaendelea? Mpaka kijiji shajua. Mimi peke yangu sikuwa najua nini inaendelea. Akaniambia si tumesikia kuna vitu vinafanyika wale. Umepozwa. Nikamwambia mimi hata jana ndio niliambiwa, so mimi sijui. Tukiongea pale teacher akakuja akaniuliza na historia tunasikia umeongea na deputy. So deputy that time happened to be youth leader. Alafu kitu kingine ndiye sana deputy ameletwa in that school. Alafu huko nyumbani kwetu kuna time vijana wana time ya tohara ya vijana. Kuna yule sijui mtu patiwa kijana na duni babako sijui ni wa kama ni usiku. So my dad happened to be hiyo kijana. Akamwita akamwambia ongea na huyu msichana. Kaenda akaniuliza hizi vitu vimeendelea na uwezi niambia. Nikamwambia hata mimi sikuwa najua. So nimeambiwa jana. So akaniambia nakuja kwenu kama ndugu yako. Kama pastor wako na kama mwalimu wako. Lazima uniambie mbona wanataka kufanyia hivi. Kama hata wana pesa kupeleka shule waachane na wewe. Ufanye mtihani umalize. Nikamwambia sawa, mpaka tukaandika barua. Akaniambia tutapeleka kwa Finda, hata siku najua Finda ni hiyo. Akaniambia lazima kuachane. Akaandika barua. So akaniambia aenda nyumbani. Ikiwa hiyo Tuesday, akaniambia Thursday nakuja nyumbani kwenu.
Nikamwambia sawa. Mimi hiyo Tuesday nikarudi home saa lunch time. Of which ilikuwa unusual kupata dad home. Nikampata saa 7 nyumbani. Kumpata mimi nikakula nikarudi. Nikirudi nikatoka. By then kwetu kulikuwa na gate mbili. Kutoka kwa main gate nasikia dada ananiita. Kuita nikarudi nikasimama gate ya nje akanyamaza. So ikabidi nifungue niingie. Akanambia Purity, mambo ya ile boma sitaki kusikia. So boma yenye ananiambia ni kwa kina kazi yangu mwenye alikwambia yes. Kuna kijana anakula mali yako. Yes. So nikamwambia sawa mimi nitaenda. That evening nikakuja, so sikwenda jikoni vile nimezoea kwenda jikoni. Nilikuwa na hasira sana. Nikalala kwa hiyo room yetu tulikuwa nayo. Kijana kama kawaida akakuja nyumbani. Wow. So hiyo siku vile alikuja hakukaa vile anendanga anakaa kwa kina mama. Potential akakuja. Potential. Oh my. Akakuja akaingia huko alafu akatoka haraka sana. So vile alitoka akakuja akasimama nje ya mlango. Ya mali unalalanga sasa. Ndio place nilikuwa nalala. Yes. So unajua kuna giza bado hakuna nini nalaza kwa nyumba. So my dad akatoka. Kuja akamwambia, bado kwani umesimama hapo? Hakuna light, hakuna taa hapo. Kaita sister yangu. Akamwambia kuja chukua taa, peleke mamako, iwe kwa mafuta iletwe. Sister yangu kuja akaniambia, so mnaletewa taa juu mwanaume anaingia kwa nyumba. Yes. Okay. So sister yangu kuja akaniambia, leo umepata taa kwa nyumba. Akakuja akachukua. Oh no. Basha akaniwekea hapo. Kwa hiyo nyumba kulikuwa na kameza kakugongelea na kambenchi mahali then kitanda. So bila niwekelea pale mimi niko kwa kitanda. That guy akakuja akaingia akakaa kwa ile bench. Uko kwa hiyo nyumba? Yes. Mu permanent to be amekuja pia. Amekaa hapo kando. We. Mapenzi ikaanza. Gani? Sasa sinaona already mshaunganisha kama baba yenu amewakubalia mwingie nyumba moja. So akaingia akakaa hapo. So bila aliingia hapo. Akakuja I think ndio heshima ama nini. Akakuja akakaa chini alafu akaangalia chini. Akakaa aniangalia chini. Sana shindo anaangalia chini. Nikamwambia wewe nani? So niambie chenye kumekuleta Buddha. Akawa sasa eti hapa. Nikamwambia umetoka huko. Umepanga deal zote, mmemalizana kila kitu. Ya kunyoa sundu umekuja. Akaniambia hapana, si hivyo. Nikamwambia chenye nimekuleta nikamwambia kuna jina nilimuita mbaya. Nikamwambia haungeniombea hata niende at least shule. Nikuja unataka bibi. Nikiniangalia natosha kuwa bibi. Si kungoja jibu. Kuna kijiti fulani nilikuwa nimeweka mahali. Oh no. Yes. Sasa the umeru in me. Yeah. Nilimtandika 2, 3, 4. Alitoka. Na kafungua gate na akienda. So mimi nikamaki nikalala kuna mtu aliongelesha. So kesho yake saa Wednesday mimi nikaamka nikaenda shule kama kawaida. So mtadia kuulizi kwa nini umefukuza mgeni? Sijui hata alienda mimi wapi. Vile ama mgeni hakurudi kuambia baba ni kama mambo haijaingiana. Mambo gani? Hakurudi hiyo side alitoka nayo mbio. So mimi nikaenda shule kama kawaida Wednesday, hakuna mtu aliongelesha. So Thursday nilikuwa nangoja ile siku. Pastor alisema atakuja na teacher. Kuja sikuona dad hiyo Thursday. Akakuja hata home. Hiyo Thursday nikangoja huyo pastor kuja. Ikawa sasa akaniambia alikosa time. So atakuja hiyo Friday. Friday nikamsikia akikuja. Nikatoka nikaenda kwa nyanyangu. Sikukaa hapo. Na nikaenda nikalala kwa nyanyangu so sikukaa. So akakuja akapea mamangu lecture vizuri. Ndio alipata dada yuko dada bado. The pastor now. Yes. The pastor and the deputy teacher. Yes. So akakuja akamwambia kama mtoto amjapanga kupeleka shule. Muachane na yeye. Sawa? Achane na yeye amalize exam. Na mimi nakumbuka chenye ilikuwa tu kwa mind yangu what I knew. Nilijua tu sikuwa na hope ya kwenda shule. Yes. Nilijua chenye mimi nafaa kufanya, sifai kuoleka kabla yenye tunasoma naye kama hawajaoleka. That's what I knew. Hakuna vitu vingine, hakuna hope nyingine ilikuwa nayo.
So kutoka pale hiyo Thursday bila alikuja, Friday bila alikuja akasomea mamangu akaenda. Na hii wakati yote hizi deals zikifanywa, mamako akuiti kama mtoto wake wa kike? Manake mena at times unapatanga mama na mtoto wake wa kike wako kwa karibu. Mamako hakuwahi kuita kwa siku moja akakueleza hii na hii inaendelea? Umelelewa ushago. Sasa basi kama mamako ashaikuita ilikuwa kitu kingine tofauti. Si venye tumelelewa ushago. Mamako aite kukumbia kitu kama hiyo aje sasa. Haiwezekani Ni ngumu. Haiwezekani. Manake hata wewe na huyo mamako mtatandiko kimoja kimoja na mzee. I can relate. I think hata yeye alikuwa anaona ndio ni kitu poa wanasaidia mtoto wao. Si wanasikia anapata mtoto na by the way mtu ako na pesa, hawana pesa ya kunipeleka shule. Yes. At least nikipata mtu ako na pesa good to go. So sitahangaika. So after that hiyo Friday kusomea mamangu na kaenda, mimi nilijifanya hata sijui anything. Nikakuja Saturday hakuna mtu ananiuliza anything. Niko hapo sipati kazi yote nifanye. Sunday nikaruka. Umeanza kubembelezwa maana umeonekana umeanza kutoa mambo ya ngoma nje. Hakuna kitu naambiwa. So Saturday nikaruka nikaenda church. So Monday rehearsal. Wow. Yaani ulikuwa unaolewa kukiwa kumebakia wiki moja ufanye mtihani? Nifanye tu nikingraduate mara moja. Ukiendanga nayo. Then from there Monday sasa nafaa tukienda shule atufai kurudi nyumbani kula lunch. Break time. Lazima ukuwe na pesa. Yes. Sasa nitatumia. So nikamwambia mama, nisaidie na pesa ya kutumia tunaenda rehearsal. Umeguza mahali pabaya. Ulikataa mtu akona pesa uniitishe pesa? Acha singetajua hiyo. Sasa mama aliamka. Okay. Saizi si ulienda kututia pesa? Ni mwalimu. Tukuje kutoa. Enda kupatia pesa. Nikaambiwa. Ukapashwa vizuri. Vizuri tu sikuongea. Nikatoka nikaenda. So bado mamangu nampenda sababu alituma simu brother na 30 bob. Aliambia mamangu, aliambia mkatangu shika mpelekee. So akanileta. Kapeaniwa 30 bob. Alafu kufika shule nikapata yule pastor ashatuma sister yake na 300. Then uko na 330? Sasa 330. Kuna ingine bado. Mwalimu naye pia wangu wa hesabu ananipenda sana. Naye akatuma na 300. Simekuwa songo. 600. Yes. Kafanya exam nikamaliza. So from there kumaliza ndio dada karudi. So after that kurudi. Na by then ile babako alipotea siku 3. Ina hivyo. Yes. So akarudia kuniuliza anything. Alafu after kurudi sasa nimefanya exam ni ile time size kama size zile exam zinatoka haraka. Kwa inakaa mwezi. Hiyo mwezi na sikuambiwa na mtu atashika hiki kijiko. Walininyamazia hivyo. I think ni waliona nimekuwa mtundu. So time mtihani ilitoka. Hata siku hapo nakumbuka kuna place tulikuwa Guru Center. Nikakuja so after kukuja nikapata kila mtu sana anasema msichana kama hata yeye shule kuna msichana atasoma huko. Yes. Sababu sasa I did well. Yes. Na ikawa sasa kila mtu anasema msichana aende shule. Kama hata aenda kuna mtu ataenda. Hakuna msichana mwingine ataenda shule. So ile kitu sasa ndio ikanihit. Nikajua kwa hivyo kumbe nafaa kwenda shule. So ndio nikaanza stress. Na by then saa vile mtihani toka ndio nikaona pia wazazi wangu nao wameanza kuwa na stress sasa. Cause ile kitu walikuwa na avoid imehappen sasa, walikuwa wanatarajia ukipita atakupeleka wapi na umepita mtihani sasa. So hiyo time ndio niliona sasa wenyewe wameanza kuwa na stress. Hawana pesa. Na ile sile unasema eti iko unaona ni bila anapata. Hakuna. Unajua hakuna. I think kuna siku nilikaa for 7 days sijakula anything. Wow. Na sasa njoo naogopa dad. Unagomea food Karimi? Imagine mpaka akaona mtoto. Were you bitter with your parents? Not really, but sasa naona nafaa kwenda shule kama watu wengine. But sasa there is no way. There's no hope. So unapata sasa na stress dad. Na hata kama na stress naona hana, but still naendelea kumsumbua. But sasa siwezi mconfront yeye. Naogopa bado kuchapa. Unapata sasa mwenye niko naye ni mama. Nasumbua mama akitoka jikoni akienda hivi, naepa nikiwa dada anakuja naepa. So ikawa sasa hiyo ni mchezo yenye tunakimbizana naye, ndio nikawa so much depressed.
So daddy ikafika mahali akaita ndugu zake na babake then alikuwa hai. Wakamwambia, unajua kwetu watu wanajua Meru kuna miraa. Na wanajua huko ni kwa Masungu. So si kila mtu, hata kama kuna miraa, si kila mtu maybe ako na shamba ya miraa. So kwetu wa granda hakuwa na shamba kubwa. So ukapata sasa daddy kuita ndugu zake na one of their cousin then na babake akamwambia sasa nataka mnisaidie na miraa. Yenye sasa ilikuwa ya kukaa 1 month. Nichule mtoto aende shuleni. Kwa nimeitwa shule poa. Nilikuwa nimeitwa Kagangali. Wakaambia niende shule, niingie shule from there atajipanga vile nitasoma. Two of my uncles na huyo cousin yao mmoja wakasimama wakasema haiwezekani. Oh no. Yes. Wakasema mtoto wa msichana anasoma aende wapi? Okay. Wakasema mtoto wa msichana mahali ataoleka ndiye ataenda kusaidia. Hata tusaidia. So ukimsomesha unamsomesha aende kwa mtu. Hatuwezi kubali. That was so discouraged. Mpaka mimi mwenyewe ukoona sana namfeel. Hata kama alikuwa anafanya chenye alikuwa anafanya I knew ni sababu alikuwa ananipenda na alikuwa anaona this is what it's better for my child. Yes. So ikawa sasa nikaona amekuwa yani amevunjika moyo. So nikakumbuka vile sawa aliongea hivyo dada akakuja. Nakumbukanga alirushianga 300 chini. Akaniambia chukua 300 ende kanunue viatu. Upate za kwenda kanisani yenye unaendanga. Na from there uzuri anakusukuma karibu na Mungu. Yes. Na kutoka pale nikachukua na kaenda. Sijui alienda wapi. So ndio akutaka I think aliona akikaa hapo nitamstress zaidi. Akaenda. So atakuchukua that 300 nilienda kwa mzee fulani wa church. Wale wanaletanga matangazo kanisani. Kile nikamuuliza hizi vitu una printing za matangazo kanisani unatoanga wapi? Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia nataka kutoa makaratasi. Yes. Za kuomba pesa ya shule. Wow. Imagine mzee alinishika mkono mpaka kanipeleka shopping center ya kwetu. Akaenda akanipeleka cyber. Yes. Akaniambia unataka kutoa zinakaje? Nikamwambia 1 2 3. Na tule to sleep tulikuwa kitambo kadogo hivi nenda kutuma mtoto nyumbani sijui ni kati tukanatosha na hivyo. Nikatoa to hiyo 300 nikakatakata. Nikakuja nikaanza. Umetumia ile 300 umepatiwa na mzee kutolesha makaratasi? Yes. Nikakuja nikaambia mama. Mama kaniambia ni sawa. Akatafuta kama maziwa, akapikia watu chai. Venue nilikuwa nileka mpaka venue kwa barabara kwa shop fulani hapo ya mtu. Huwa naita watu Harambee? Karemi? Yes. Ni unajitania Harambee? Nilitana. Yes. So vile sasa tulikuwa Saturday dada alisikia kuna kitu kama hiyo nimefanya akakuja. Akakuja ikiwa Thursday. Kwani mzee alikuwa anakaa wapi unasema dada akasikia akakuja? Si alitokanga bila aliniachia 300 alienda. Hamkujua mali yuko? Yes. So vile alisikia akakuja, akaenda katafuta mzee fulani alikuwa na watoto shule. Shule ilikuwa karibu na home. By then hii shule ilikuwa na day students. Akaenda akaniambia twende basi hapo tuombe barua. So tukaenda pale nikamwambia mimi siwezi ende hiyo yenye nimeitwa, akaniambia hiyo ni ya pesa mingi. Na itawezekana sana. Nikamfuata nikabeba ile barua ya ile shule. Tukaenda nikapata bazangu hiyo shule. Akaniuliza mbona unataka kuja hii shule? Umeitwa shule poa? Nilimwambianga utanipatia barua ama unikate. Bado unakuwa rude na unataka msaada? Yes, I was so rude. Nikamuuliza unanipea barua ama unipatie? Akanipea barua wakachukua ile sijui walichukua pale wapi. But wakanipea ile barua ile shule. Nikaenda sasa niko na barua ya shule sasa. Ngoja Saturday ikafika time ya Harambee sasa. Yes. Alafu nakumbuka ikiwa Friday, mama kuna chama alikuwa anaendanga ya mama hapo hivyo. Akaenda akamwambia msichana wangu, mama pesa kupeleka shule. Mama alitukana fei. Yes. Mama alitukana. Na mama fulani. I'm sorry to say, huyo mama I think Mungu angemweka weka kuja nione baadaye. Tuone tu yani kuna change maybe God anaweza fanya. Ndio aliambia mama unafikiria akichangiwa saizi ingie shule mtaendelea kumsomesha na nini? Kazi yenu ni ya vibarua. But it is also a genuine question. Kwa hiyo tulieni.
Yes. Hivyo ndivyo alimwambia. Ambia tulieni. Alafu another lady rafiki ya mama yangu akamuuliza, mbona unamwambia hivyo? Mtoto atasoma hata kama ana pesa. Akamwambia enda kwa ile shamba ya bwanako ya miraa. Mwambie amtolee fee. So kuna kitu ananiambia. Alionyesha mama vibaya sana. Bebe mama alikuja homa akilia ambapo sikujua ni nini. Na alinificha. Akaenda kwa mwingine bado akamuongelesha vibaya. Though nilikuwa namuuliza, by the way, last year ndio nilikuwa namuuliza, si niambia watu wenye nilikuwa nasema walikuwa wanakuongelesha vibaya. Alikataa kuniambia. So she went through a lot pia. Yeah. Ikawa sasa hiyo Saturday hakuja but wenye walikuja unajua nilipata pesa ngapi? 10,000. Wait. Siku ya Rambe imefika. Mama amenunua chai amepikia watu. So watu wamekuja kama wangapi hivi in number? Unajua ushago watakuja tu ndio wale mbao 30. 50. Yes. Nikapata 10,000. Wow. So hiyo 10,000 niko na uniform. So unajua sasa hiyo effort yako pia imezaa matunda. Niko na fee nafaa kulipa. Vitabu, sijui vitu mingi tu. So ile pesa dada aliniambia sasa hivi tutafanya na nikaomba nilipa kwanza fee. Sawa? Dada akaenda akalipa fee, kilikuwa kitu 4500. Nikuwe sad student. Akaenda kuongea na wao wakakubali niendage nyumbani. Kuongea na wao akalipa, after kulipa ile ilibaki nikaenda kanua uniform. Sio ninunua blouse pia 2, skirt, sweater moja, viatu sock. At least hizo vitu. Sasa hizo vitabu za kuonyeshana shule ndio huko nazo. Kuna msichana fulani hapo hivyo jirani yangu alikuwa anasoma but alikuwa mbele yangu. So alinipea zake. Wow. Nice. Siku napea nikae nazo. Upeleke zionekane. Alinipatia Headmaster hiyo shule usione hii interview. Nikaenda nikaonyeshana, alafu nikakubaliwa kuingia shule. So after kuingia first term niko sorted. Na Karimi, make me understand wanafunzi wengine wote they are boarders. Yes. Ni wewe 2 day scholar. Nilikuwa peke yangu. But at the process kuna wengine walikuja kama wanne. But ni sisi tulianza kati students. Kuna wengine pia walikuja na issues zao tu. Yes. Ikawa sasa tunaenda nyumbani at least wachache. Na kitu fana enough hiyo class yenye niliingia wenye tulikuwa tunaenda nyumbani the students. Ni sisi tulikuwa tuna top class. Wow. wenye tunaenda nyumbani wenye tuko na issues. So ikawa sasa second term. Pesa ilitoka wapi? Hakuna ndo. Nakumbuka dada alichukua walikuwa wamelima maharagwe. Ilikuwa maharagwe kwa nyumba 200. Akachukua akaleta shuleni. Wow. Sijui ilihesabiwa aje but sikudaiwa. Third term kaumana hakuna. Ikawa sasa ukifunza niende nyumbani nikae. Mimi nikasema sana hii nyumbani naye kukaa ni ngumu. Nikienda nyumbani na Mungu kuna mzee fulani huyo babake huyo msichana aliomba vitabu. Naye I think alikuwa anaona vile effort yenye niko nayo. Ni sawa mzee alikuwa na pesa, but at least angeweza kusomesha watoto wake, walikuwa wanasomesha. But yeye naye akaniambia usikae nyumbani. Akiona nimefukuzwa, kuna place alikuwa anapenda kukaa kwa shopping center, ilikuwa karibu na shule. Akiona nimefukuzwa ananichukua anarudisha shule. Anaenda anawaambia tutaleta pesa. Bora nisikae nyumbani. Wow. Pesa hatapata, but sasa atasema tutapata pesa tutaleta pesa. So kapata sana niko in and out of school. Kafika mahali nikaenda kuomba bursaries. Tamu ya kwanza sasa Form 2 nikapewa bursary. Kumbuka nilipewa 5k. Second term mwenye alikuwa then chairman wa bursary. Akakataa nipewe bursary. Na mtu ananijua sana. Na tulikuwa na watoto wake primary secondary tuko the same. Wow. Akakataa akasema nyumbani kwetu kuko sawa. Sasa nilipewa bursary. Sasa ikaisha hivyo. So kutoka pale siku give up. Ndio sasa nilianza. Unajua sasa hizi at least niko form 2 sasa. Mimi nimeanza kujua you can see. Yes. Kutoka pale sasa mimi ikawa nikifukuzwa kuliko niende home. Nyumbani hakuna kitu naenda kupata pale. Nashika njia naenda Lare, shopping center hizo Lare, kulikuwa na offices za education. Naenda kwa offices za education. So nikifukuzwa unaenda kuona nani kwa office ya education? Sijui. Unaenda kufanya nini? Naenda huko mwenye nitapata ndio nitaambia nataka fee.
nimefukuzwa na sina pesa. Okay. So ikawa sasa naenda pale nasumbuana na wao. Ikafika mahali sasa at least nikifukuzwa naenda pale wananipatia mafuta ya kupika, wananipea unga napeleka shule. Inakuwa inahesabiwa kama fees? Kama fee. Yes. Okay. So napeleka shule, mara kuna time naenda nakosa. Nikasukuma tu though bado ukapata most of time siko shule. Sababu sasa pesa imekuwa mob, pesa imekuwa nyingi. Yenye napata ni kidogo. Nikaenda nika confront principal mwenye alikuwa then. Kukiwa that term za second term mwisho form 2. Nikaenda nikamueleza kesi yangu. Akaniuliza na mbona huko uniambia? Nikamwambia nilikuwa naogopa. So akaniambia sijui kitu naweza kusaidia nacho. Venye tutafanya. Nitakununulia blanketi. Ndio sasa unapata naenda nyumbani hata nyumbani hakuna food. Akaniambia nitakununulia mattress. Akaniambia nitakununulia mattress nataka ubodi shule. Alafu hiyo time ya mchango tukichanga kuna friend ya mama alikuwa amenipea box. Blanket 2 na bed sheet. So hizo zilikuwa hapo. Kununua mattress na principal nikakuja shule. Nikawa sasa nimeanza kubodi shule. So unapata sawa wakati wengine wanafukuzwa wakaniambia nikikufukuza wenda tu zunguka rudi. Ukafanya deal na principal? Yes. Alikuwa mzee mzuri sana. Nikawa ndiko nafanya. So shule zikifungwa ama tukienda midterm nyumbani maybe sitapata kununulia sabuni akuja na shule. Nilikuwa tunanunua sukari sitapata. Nayo nikikosa kurudi shule yule mzee akani instruct kwa shop fulani akaniambia ukitaka kurudi shule vitu zenye unataka enda kwa hiyo shop. Itisha kila kitu unataka. Then ingia shule. Wow. So that's how nilimanage mambo ya shopping. Nice. Na ukafika ulimaliza form 4 ama ulishindwa katikati na safari? Singeshindwa na hata Mungu angekubali nishindwe. For one, vile unfortunately first term ya form 3 that guy akaretire huyo mzee. Who principal? Yes. So hapo ndio niliona kivumbi. Mwenye alitake over ni deputy alikuwa ananijua vizuri sana mpaka nyumbani. Kutake over mara ya kwanza aliniambia alinifukuza alafu akaniambia nikuja na mzazi. Nikaenda nikakuja na mama shule. Akaambia mama sijui vile msichana alikuwa na manage shule na ndio yote. Na sijui alikuwa na kadi na principal. Ndio akae shule na ndio yote. Kwa hivyo simkubali shule mpaka mlipe. Nilikuwa so bitter na principal. Nikiwa form 3 walinichagua kama school and girl. Nikaresign for kaambia sitaki leadership shule. Nikawa na machungu sana na yeye. Nikashindwa anauliza mama tulikuwa tunakaaje na principal aje sababu nimekubali kukaa shule that long. So from there akanisumbua sana. That principal. Ikabidi nikarudi bado pale kwa watu wa education. Kwa hizo zile ofisi. Nakumbuka walipea chakula nyingi sana. Nikaleta shule, nikaleta na pick up. Kuleta na pick up that guy. Ile food ali-instruct bazaar. Kila mtoto alikuwa na need shule agawiwe. Huyo that bazaar akamuuliza kwa nini na huyu mtoto ndiye amezunguka kuomba chakula. Akamwambia si yeye peke yake akona shida hii shule. So watoto ni wengi wako na shida hii shule na hizi pewa peke yake. So kwa ile chakula yote ikawa nimepewa 20k peke yake. Wengine yote gaua wengine. Akagawia watoto wengine nikasema tu sawa. So form 3 form 4 ikawa I'm in and out of school for so long. But God is gracious nikamaliza tu shule. Wow. Na sikufeli. Wow. Though sikupata yenye nilikuwa nataka. I was aiming at it. But nilikuwa immaterial. I know, right? But though sikufika pale. But you thank God. Nashukuru Mungu nilimaliza shule. Kutoka pale sasa nikatoka nje kujitafutia. Ikawa sasa kabla niingie college ama nini unajua lazima sana nipate that paper. Lazima nipate ile karatasi. Niko bado na deni shule. Ile saa kutafuta at least nione venye utaklia upate certificates. Nikafika mahali nikaona I think nimechoka. Kutafuta unapata bado hiyo pesa haitoshi. Nikaenda mwenyewe shule. Kaenda kupata the same guide anaenda kupata kama principal. Yes. Kufika pale bazaar mwenye nilipata mgeni akaniambia huyu hata resort slip hawezi kupatia. Watu wenye walikuwa wamebakisha hata 500. Anamwambia first of all you clear
for you to get the certificate. Kupata certificate. Yes. Nikamwambia atanipatia. Asiponipatia naenda na report kwa ofisi za NEC. Anipatie. So kutoka pale nikaenda nikampata, akaniambia Karimi, please I'm going somewhere. Ilikuwa saa 5 mchana. Akaniambia unaweza ningoja saa 8. Nikamwambia sawa. Nikatoka nikaenda home to see if by saa 8 nilikuwa pale. Kuingia kitu yenyewe anashukuru Mungu. Kuingia tu aliniambia Karimi, I'm very sorry. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia najua nilikusumbua. Vizuri tu. Nilikusumbua vibaya. Na ulipita mtihani. So akaniambia tafadhali ukitoka huko nje tuombe. Na uambiage watu ulikuwa huku na nilikusumbua na ulipita. Kuja kuchunguza nikakuja kujua ilifika mahali shule ikaenda chini sana. Wakaanza kusema hiyo shule ifanye orphanage. Watu wakaonange wanyama. Alita bazaar. He cleared me everything. Wow. Bila hata shilingi. Without paying a coin. That's when nikachukua vitu zangu na nikasonga na maisha. Na Karimi, katika hiyo safari yote umenielezea kukua utotoni, unapoza ukiwa mtoto mdogo, umesoma na shida mingi. Unaweza sema nini kuhusu Mungu mpaka hapo umefika? Mimi sema vitu zingine sometimes unaweza fika kwa mahali kwa life unaona si God amekuacha. But God's time is always the best. Na vitu zingine unaweza pitia ndio at least baadaye kuwe na ushuhuda. God alifanya. You have to be tested for you to have a testimony. Yes. Yes. Lazima upitie ndio at least ukuje useme Mungu amenitoa from this point to this point. Na tena kitu kingine Mungu anaweza tumia mtu wako wa karibu. Maybe kukutia katika majaribu. But sasa kuna reward baadaye. So don't blame anybody. Yeah. Usimblame kila mtu mwenye maybe amekuudhi ama amekufanyia kitu mbaya hapo nyuma. Inaweza kuwa ni kupitia yeye ndio Mungu akuja uone Mungu baadaye useme na nimetoka mbali. Kweli. Huyu ni Mungu amenifikisha hapa. Na Karimi, kutoka form 4 uliweza kuendelea na masomo ama ulifika form 4 na ukasema hiyo imetosha? Hicho nikwambia hakuna kitu kingine poa kama masomo. Sikuwahi taka kuacha masomo. Kabisa. Ilifika mahali situation fulani zika happen. That's a story for another day. Yes. Ikawa sasa lazima ukae ujimudu wewe kivyako. Maisha yako wewe kivyako. Kafika mahali naye nilikuwa napenda masomo nikasema lazima nisome. Unajua by then grade nilipata haikuwa inaingia straight university. Sasa unaona ile zinaingia. So inabidi kulipe. You have to pay some amount of money. No, at least uweze kuingia campus. Ama kuingia private university pia. Yes. So ukapata sasa pesa mingi inahitajika. Na usisahau sasa mimi pale nyumbani bado ni mimi naangalia. Wewe ndiye mdosi kwenu. Bado ni mimi naangaliwa. But I thank God kwetu katikati ya watoto 7 ni mimi peke yangu nimaliza high school. Then yes. Then from there now my younger brother sawa last born ndio nilimwambia ukusoma huku watu hakuna mtu alisoma so you have to ngangana usome, lazima usome. So nimesomesha ndugu yangu mmoja amaliza shule last year. So ukapata sasa uko pale ni wewe unaangalia kila kitu unapata responsibility nyingi sana na still huwezi rudi kwa wale wazazi wale. Hiyo ni kweli. Unataka kusoma nini na wewe unafaa kuangalia. So ikafika mahali ni 2016 nikaingia KU. Nilikuwa nataka kufanya bachelor education. Nilikuwa napenda kufanya walimu. Fanya maths na biology combination. Nikaenda nikasoma semester ya kwanza ya pili. Fika nilemea tena. Nikaacha. Oh no. Yeah. Nikaacha, nikakuja at least that time nilianza kufanya kazi kwa radio nikaona hapa maybe I can do something. Nikakuja nikaona bado hata kama unalipwa still responsibility bado ni nyingi. Ni mingi. So nikaenda nikatafuta college fulani hapo in town. Nikasema hii at least nitasoma muda mfupi. Alafu inanipatia ile nilipoa ya kulipa. Mimi nalipa this amount monthly. Yes. I think nilisoma kitu for 7 months. I gave up. So umeacha school fees mingi sana kwa hizi mashule. Nika give up tena nikaacha. But still now I'm in school. Wow. So na that hiyo nini pale nilikuwa nafanya
nataka kufanya teaching, but saizi I changed. Nataka kufanya journalism. Reason? Unataka ama unafanya? Yes, ndio nafanya. Na nilitaka kufanya journalism, reason being, nataka kuwa sauti ya watu. Ndio pale mashinani, where I come from. Yes. Ni wasichana wengi wanapitia what you went through. I went through. Unapata, I'm sorry to say, in our region, research last year, from katikati ya May to July, ilikuwa imelead ni county, ilikuwa imelead na teens pregnancy. Oh no. Si ati sababu wasichana hawapendi kusoma. Wanapenda kusoma, but sasa hakuna wa kuwasomesha. Unaona sasa kama hata mimi ningeingia kwa that nini? Kwa hiyo trap. Yes. Hata mimi singekuwa secure. Ungekuwa mzazi ukiwa na miaka 10 na 13, ningekuwa naitwa shosh. Yes. Sasa unaona sasa watoto wengi wanapitia the same, but now I want to be their voice. Unaona? Na nikiwa pale I can talk to many people. Just through a channel. I can mentor these girls. And by the way, I have an initiative. Naita Imegi. Inua Meru Girl. Oh, Inua Meru Girl. Yes. Wow. So unapata sasa uko pale, at least unaweza you can empower them. Unaweza waambia kuoleka sio, it's not a solution. Yeah. Hata kama kuna shida ama nini, kuoleka sio solution. Hiyo ni kama kuongeza shida juu ya ingine. Juu ya shida. Juu mwenye anakuoa ni nani? Ni huyo tu wa duka hapo, naye pia alifika class 4. Kwanza sasa wako wa duka. Sasa hizi ni wa pikipiki za mkopo. Oh yes. Unaona? Ukiona upewe lift siku 2-3, umeona ametosha kuwa mzee. So at least wengi wanataka hiyo that mentorship. Wanataka kuongeleshwa. Ni kujua wajui. Na pia wazazi wetu unapata pia they choose vile tunafaa kuishi. Unapata mzazi si ati anakuchagulia sababu anakuchukia. Anakuchagulia sababu anaona anatafuta solution ya haraka. Siwezi kumsomesha, wacha ndio ni msichana aoleke, vijana wasome. Baadaye unapatanga ni maisha iko hivyo. Vijana wengi ndio wanasaidiwa kusoma. Wewe msichana uoleke, ukue school fees. Kijana asome. Unaona? So that's why I decided I want to do journalism. At least niwaongeleshe so that we can change the society. Wow. Yes. Umetuambia uko shule, uko university gani maybe? Uko MKU. Wow. Sawa. Asante sana Karimi, asante kwa kutia watu moyo. Asante kwa encourage mtu wako pale nje kujua kwamba unapojiunganisha na Mungu, unapojiunganisha na mbingu iko na nafasi yake ya kukutetea. Hata wakati wewe una matumaini, wakati unaona giza. Yani I can imagine mimi nikienda kutengeneza makaratasi ya niita watu Harambee at a age of 13-14 years. Si jambo rahisi. Lakini umeona matunda ya wokovu and I'm happy for you. Na yes, kama uko pale nje na unaweza saidia Karimi na kusimamisha Imegi, Inua Meru Girls. What do you do mentally? I donate sanitary pads kwa wasichana. Na tena tuachi vijana nyuma. Juu msichana hawezi kuwa mjamzito peke yake. Unaona? Au vijana kwanza lazima tuambie it's not the time. So pia tunawapea socks. Toothbrushes and toothpaste. Yes. Wow. Kama uko pale nje unaweza simama na Karimi. Nitakuwa naweka contact za Imegi pale. Unaweza msaidia na sanitary towels, kama unaweza mpatia hizo toothbrushes, hizo toothpaste, whatever you have that can help that one girl in Meru County. Utakuwa umefanya jambo la maana sana. Na pasipo kuharibu wakati, tunafika kikomo hapo. Na nikwambia asante sana kwa kuja Karimi. Mungu akubariki. Musesia wakwa nenda withe wisikana itina wakwe kwatana ngai ni weka maundu matatonyeka metho ni mandu ni amina kwiwia Karimi atwa mwana wa miaka 13 asima yake masisi methe abe undu ngimatonyo mutethia atwa kwikithia kana ni watwawa, lakini nake ngai ane mibango tofauti. Yes, o wewe kana ni mutangasi munene nthini wa radio imoba nthini wa nthi ya Kenya. Na yes, nuende ya kutethia tuko yako Meru na nuende ya kwika maundu masio. Na ndukolwe kana ni mwanafunzi nthini wa kimanyisio kia Mount Kenya University. Kwa hiyo you can also make it. Yes, whether onakwa nthini wa kilungu chaku kiendete kia okosi wakwa. Nye nitwa Faith Wamulei. Till next time, same place by God's grace. Bye bye.